Mzigo unakwenda kwa jina la Last Honeymoon. Mzigo wetu unaanzia inaonyesha wadada watatu ambao ni marafiki. Hapo namzungumzia Jessica, Sharon pamoja na Amanda. Sharon anawaambia marafiki zake kuwa ana mimba. Wakiwa kwenye shauku kuwa Sharon ana mimba, Sharon anagandamizia kuwa hii mimba ni ya mume wako Mr. Kelvin. Wakiwa kwenye mshangao mkubwa na kustaajabu, Jessica anauliza una uhakika kuwa hii mimba ni ya mume wake na Amanda? Noma sana. Kabla sijaendelea, mimi ni Ali Ngatenda. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kupitia Geoflix Studio ili kupata recap za movie mbalimbali na update nyingine nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment na kurudisha nyuma sasa ili kuelewa mchongo mzima wa mimba ulivyotokea. Hapa tunaonyeshwa Amanda ambaye ni mke wa Kelvin akiwa na mashoga zake, na katika maongezi Amanda amekuwa akiendelea kumsifia mume wake mbele ya mashoga zake kuwa ni mwanamume wa kipekee na hawezi kumchiti. Hapo ndo mzigo unapokuwa mtamu sasa. Lakini Sharon anaendelea kumwambia kuwa wanaume ni watu wa drama, lakini Amanda kwa Kelvin haambiliki kabisa. Naamini kabisa kuwa Kelvin anaweza kumchiti na mwanamke mwingine. Na mwisho wa maongezi yao wanakubaliana kuwa wacheze mchezo wa betting, yani kujaribu kuwa Kelvin anaweza kunasa kwenye mtego au hawezi, bila kujali na wala kufikiria kuwa huu ni mchezo hatari kwenye mahusiano. Amanda na mume wake Kelvin wanakwenda hoteli kuanza honeymoon, lakini Sharon naye akiendelea na mchezo wake wa betting, akiendelea kumjaribu kijana Lijali, mume wa Amanda anayekwenda kwa jina la Kelvin. Sharon naye anakwenda hoteli ile ile aliyokwenda Amanda pamoja na mume wake Kelvin, na anampigia simu shoga yake na anamwambia kuwa sasa mchezo umeanza. Amanda kwenye mshangao mkubwa anajiuliza, anasema kuwa kumbe Sharon alikuwa anamaanisha. Sharon akaanza kumfanyia vimbwanga shemeji yake ndani ya hoteli waliofikia, yani michezo mbalimbali ya motomoto, lakini Kelvin anapambana nayo. Siku ya kwanza mtego wa Sharon unagonga mwamba baada ya kujitia amelewa kupita kiasi na kuomba kurudishwa kwenye chumba cha hoteli alichofikia. Amanda naye akawa hamtimizii haja zake za kimsingi mume wake Kelvin, yani hamtimizii haja za faragha, akiwa na lengo la kumpima mume wake Kelvin kuwa na uwezo wa kumsaliti. Tunarudi sasa kwa Jessica ambaye ni rafiki wa Sharon na Amanda. Anampigia simu Sharon na anamuuliza uko wapi. Sharon akiwa hotelini anamwambia Jessica, kiukweli ninampenda sana Mr. Kelvin na kwa sasa nipo hotelini naendelea na game. Kumbe nje ya mchezo wa betting Sharon alikuwa anamaanisha anachokisema, huku Amanda akiendelea kumnyima haki yake ya msingi Mr. Kelvin bila kujua kuwa anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Adamu aliletewa tunda na Hawa na alikula. Je, Mr. Kelvin ni nani ashindwe kulila tunda la Sharon? Huku na kule na huku Mr. Kelvin akaingia kwenye 18 za Sharon. Baada ya kunyimwa haki yake ya kimsingi kwa muda mrefu, Mr. Kelvin anashindwa kujizuia na kwenda kwenye chumba alichofikia Sharon. Na katika betting tunasema Sharon amewini mchezo, yani mkeka umetiki, hauna haja ya kutrubo. Amanda akikutana na rafiki yake mgawani ndani ya hoteli waliofikia, akiwa anaendelea kumsifia mume wake kuwa mume wake ni fireproof, bila kujua kuwa kifaa chake kisichoshika moto kilishashika moto zamani. Ila Sharon anamkejeli tu shoga yake Amanda, yani anampaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Mwamba akawa naaga kazini, kumbe anaenda kwa Sharon. Sharon naye akazama zaidi kwenye huba la mchizi, na mke wake alipokuwa akimuuliza kwa nini anachelewa kurudi nyumbani, alidai kazi zinambana sana. Siku nenda rudi Mr. Kelvin anazama mazima kwenye penzi la Sharon na kusahau kabisa kuwa ana mke nyumbani. Mara vitimbwi vikaanza baada ya Sharon kuzama kwenye huba zito la mchizi Mr. Kelvin. Akaanza kutegesha nguo za ndani kwenye begi la Mr. Kelvin kama salamu tu kumthibitishia kuwa mimi natoka na mume wako Amanda. Sasa unajua ilikuwaje? Siku moja Mr. Kelvin alienda kukutana na Sharon nyumbani kwake, lakini siku hiyo Amanda alitamani mume wake awahi kurudi nyumbani wapate kula wote chakula cha usiku kwa pamoja, kwa sababu muda mwingi Mr. Kelvin anakuwa amebanwa sana na kazi. Hivyo ilikuwa ni nafasi pekee ya Amanda kuonesha upendo wake wa dhati kwa mume wake Mr. Kelvin. Licha yote Sharon hakuyajua hayo, aliendelea kumchochea pombe Mr. Kelvin huku akicheka na kufurahi mpaka Mr. Kelvin anajisahau, analala tena kwa mara nyingine, hali inayompelekea kurudi nyumbani kwake asubuhi. Anamkuta mke wake amefura kwa kukasirika na kumuuliza ametoka wapi, lakini kama kawaida yake Mr. Kelvin anaendelea kumwambia mke wake alibanwa sana na kazi, hivyo inampelekea kuchelewa kurudi nyumbani. Kama tunavyojua kawaida ya wanawake, anapekua begi la mume wake na kukuta nguo ya ndani aliyotegesha Sharon. Hiyo ilipelekea Amanda kujiuliza maswali na kutaka kujua nguo ya ndani ilifuata nini kwenye begi la mume wake. Bila kusita alimsubiri mume wake atoke bafuni na kumuuliza nguo ya ndani ilifuata nini kwenye begi lake la kazi. Mr. Kelvin anajibu kwa kujitetea, lakini akiwa kashatambua kabisa aliyefanya vile ni Sharon, na lengo la Sharon lilikuwa ni kumpanikisha Amanda, kumuonesha kuwa mume wake ana uwezo wa kukusaliti. Na hilo lilimpelekea Amanda kutaka kufahamu ukweli juu ya Sharon na mumewe. Jessica yeye ni kupima mizani tu, kule na huku na kule. Sharon anamwambia Mr. Kelvin kuwa ana ujauzito wake. Mr. Kelvin anajibu kwa kushtuka, anamuuliza inawezekana
inawezekana vipi? Sharon anamjibu, ndo ishakuwa na tayari nimebeba ujauzito wako na siwezi kutoa kwa sababu ninataka kuishi na wewe na ninakupenda sana Mr. Kelvin. Hali hiyo ilizidi kumchanganya sana Mr. Kelvin, hivyo ilimpelekea kuondoka bila kuaga. Maskini Kelvin, maji yanamfika shingoni, anawaza atamwambia nini mke wake Amanda. Sharon anaona mambo yasiwe mengi, bora akaliripue tu bomu mapema. Anaenda kwa Kelvin, anamkuta Amanda na Jessica na kuwaeleza ukweli ulivyo, huku Kelvin akiwa ajue hili wala lile. Amanda analia sana baada ya kuambiwa ukweli kuwa na mimba ya mme wake, bila kujua Sharon anamdanganya tu akiwa anaendelea na mchezo wake wa mwanzo. Lakini kumbe zote ni drama tu. Kweli ni kwamba Kelvin amekula tunda, lakini hakumpa ujauzito Sharon. Licha ya Mr. Kelvin kumchiti mke wake, hakuwa na maana ya kuwa hampendi mke wake. Mr. Kelvin anampenda sana mke wake na anambembeleza sana mke wake arudi nyumbani na kumuomba msamaha, kwani yale ni makosa ya kibinadamu. Siku chache baadaye, Amanda anagundua kuwa yeye ni mjamzito na ana mimba ya Mr. Kelvin. Lakini baadaye Mr. Kelvin anarudi kwa mke wake Amanda kwenda kuomba radhi na kuomba warudiane kama ilivyokuwa hapo awali. Je, swali la kujiuliza, Amanda anaweza akamsamehe mume wake Mr. Kelvin au anaweza akamsamehe shoga yake Sharon warudi kuwa marafiki kama ilivyokuwa hapo awali? Lakini mimi nikwambie tu, kuna wakati tuache kujaribisha vitu ambavyo vinaweza kuhatarisha mahusiano yako, na wazungu wanasema true love never die.